Katika episodi hii ya 3 tutaenda kujifunza kuhusu Windows Search na tutaenda kuangalia vitu vingi sana Windows Search inavyoenda hivyo na uwezo navyo. Sasa unapotumia PC kuna wakati unaweza kutamani labda ufungue apps mbalimbali ambao labda unatamani uifungue, lakini ni ngumu sana wewe kwenda kuzunguka katika hizi menu zote hapa na kuweza kuifungua, lakini apps labda inawezekana ni virahisi, lakini labda ulikuwa unataka labda upate command mbalimbali au setting mbalimbali unataka kuifungua na inaleta ugumu wewe kwenda kufungua app ya setting na kisha kwenda kuzunguka na ile kwenda kuipata. Sasa njia rahisi ni kutumia search, Windows Search ambao ni nzuri zaidi. Sasa tutaanza na mfano kufungua search apps ambao kutumia kuna hii app moja inayoitwa Notepad. Ukishaandika tu hivyo ina kwanza, kama unavyoona nimeandika tu kidogo tayari. Kama unavyoona hapa chini nitaongeza, kama unavyoona hapa chini nimeandika tu note, inataka kumalizia hapa na inaweza kutaka kumalizia ili kusudi kuifill yote kwamba ni Notepad. Kwa hiyo unapoandika tu kidogo Windows tayari inakuwa ishajua unachokitaka ni nini. Na kama unavyoona ile app imeletwa hapa, naweza kubonyeza tu hapa ku open kawaida au ku open as administrator, ambayo hiyo inakupa nguvu zaidi. Tutaweza kuviona katika future episodes. Na ukifungua iko hivi, hii ni app ambayo inatumika kusave vitu vyako mbalimbali. Mfano labda unataka kusave codes, labda unataka kuandika tu simple text, labda unataka kuandika chochote utabonyeza control S ambayo ni kusave. Kumbuka kwamba tunapoendelea kujifunza hivi tutakuwa tunajifunza na shortcuts mbalimbali ambazo zinaweza kusaidia wewe kupunguza ule muda ambao ungeenda kubonyeza labda hii hapa kwenye file. Ukitoka kwenye file na kuja hivi naenda kwenye kusave, utatumia tu zile shortcuts ambazo zinakupa wewe kuweza kuisave. Sasa kuna apps kama hivi, kuna pia apps zingine mfano kama video, kuna Windows Media Player, kuna camera, kuna Skype, kuna apps mbalimbali. Mfano labda pia productive apps kama vile Excel. Ukisearch tu hapo Excel inakuja tayari. So hii search bar inakupa wewe uwanda mpana sasa wa kuweza kusearch vitu mbalimbali. Na kama unavyoona kwamba kuna zile apps ambazo zinakuja pre-built in, lakini kuna apps ambazo unakuwa umezidownload wewe. Unapotumia search bar hapa inakuwa rahisi kwa kuweza kuzipata. Sasa ukiachana na apps, kama unavyoona hapa kuna filter ya apps. Unaweza ka search documents, unaweza pia ka search katika website kama connect katika internet, lakini pia unaweza ka search hata settings. Mfano setting moja wapo labda display, unapobonyeza tu zinakuja zile settings zote zinazohusiana na display hapa. Na kitu kizuri sasa ni nini? Napoenda kubonyeza tu hapa tap, moja kwa moja inaenda kufungulia setting, inaenda kufungulia kwenye sehemu ya display. Sasa instead ya wewe kutoka hapo kwenye home kuenda kujitafuta sehemu ya display ilipo, unatumia tu search bar na itakupeleka ile sehemu moja kwa moja. Sasa kuna vitu vingi ambavyo unaweza ka search katika hii search bar. Unaweza ka search configurations, unaweza ka search apps kama unavyoona, unaweza ka search pia hata documents mbalimbali kama unavyoona. So ni vizuri ukawa na PC karibu yako na ukawa na practice hivi vitu, na katika episode zinazokuja tutaanza kuingia deep zaidi na tutaenda kujifunza mambo ya setting mbalimbali, namna ya kuweka setting, mambo ya customization na mambo ya vitu vingine. Always kama uko na swali unaweza kaacha katika comment hapo chini, lakini pia unaweza ka like video kama unaweza kupata kitu kipya, na ukasubscribe pia channel kwa ajili ya vitu vingine na kozi zingine nzuri kama hizi. Asante na tukutane katika episode ijayo.